Natumai tu wazima na wenye afya njema. Leo ni siku nyingine tena tunaendelea na mwendelezo wetu wa masomo yetu ya Forex training. Siku ya leo tutasoma kitu kimoja kinaitwa support and resistance. Kwenye biashara ya Forex bwana, kitu ambacho ni muhimu kabisa ni kukijua, especially ukiwa ni beginner. Tunasema ni support and resistance. Lazima ujue kwamba hivi vitu ni nini, si ndio? Vinachorwaje kwenye market. Sawa. Ukishajua hivi vitu viwili vitakusaidia kwenye kufanya trading. Hivi nazo kufundisha kwanza sasa hivi. Hivi ni baadhi ya vitu muhimu, si ndio? Utavijua, si ndio? Alafu kuanzia next week tutaviangalia hivi vitu. Je, kwenye market, si ndio? Unavitumiaje kupata profit, si ndio? Unavitumiaje kuteki opportunity, kwa mfano buy au sell. Mfano tulisoma training market, si ndio? Sasa next week tutaiangalia. Je, kupitia training market sasa wapi to buy, wapi to sell. Lakini pia kuna ranging market pia tulisoma. Na yenyewe tutasoma pia kwamba kwenye ranging market ni wapi tunapaswa kubuy, sasa tunabuy kukiwa na nini. Leo tunasoma support and resistance. Support na resistance. Kwanza tukianza tu introduction yake, ukisemea kwanza resistance, yani kama kizuizi. Ni kitu ambacho kinaizuia market kupanda zaidi ya hapo ilipofika. Na support ni kizuizi cha upande wa chini. Kwa hiyo kizuizi kikiwa chini ya soko tunasema ni support, kikiwa juu ya soko tunasema ni resistance. Kwa mfano mzuri ni hapa. Sawa. Huu mstari wa juu huu hapa. Huu nilio uchorea hapa. Sawa, huu mstari wa juu unaitwa resistance. Kwa sababu gani unaitwa hivi? Ni kwa sababu ili soko limepandisha kuanzia hapa. Ilikaja likafika hapa juu, si ndio? Hapo juu likashindwa kupita. Sawa. Ilikaja pia hapo juu likawa limeshindwa kupita. Kwa hiyo ndio maana hii ya juu inaitwa resistance. Mstari wako chini unaitwa support. Sawa. Kwa sababu soko limekuja limefika hapa, alijapita, limeshindwa kupita. Limefika hapa limeshindwa kupita. Kwa hiyo mstari wa chini unaitwa ni support, mstari wa juu tunauita ni resistance. Hivi vyote ni vizuizi. Kizuizi kikiwa chini ni support, kizuizi kikiwa juu tunasema ni nini? Resistance. Sawa. Na mfano mwingine ni huu hapa. Soko lilikuwa kwenye trending kama hapa. Sasa likafika kwenye hii point A, halikuweza kupita. Sasa likarudi hapa, halikuweza kupita hapa chini. Ilikaja hapo kwenye C hivi. Sasa hii ni ranging market kwa namna nyingine, lakini hizi za juu zote ndio tunaziita hizi. Huu mstari wa juu unaitwa ni resistance, huu wa chini tunaita ni support. Sawa. Ukiwa juu tunasema ni resistance, ukiwa chini tunasema ni nini? Ni support. Sawa. Hii ni mistari ambayo inachorwa sehemu ambapo market ya forex, si ndio, imeshindwa kupita. Sawa. Hiyo imeshindwa kupita kwa upande wa chini au kwa upande wa juu, especially kwenye ranging market. Sawa. Hii ndio sehemu nzuri ya kutradia support and resistance. Japokuwa hii support na resistance ndio pia ipo kwenye trending market, lakini kwenye biashara ni muhimu ukatradia kwenye upande wa ranging market. Japokuwa hata kwenye trading market unaweza ukafanyia, haina shida. Support yenyewe ni hii hapa. Hii ya chini nimeshasema ni support, hii hapa. Alafu hii ya juu nimesema ni resistance. Sawa. Kwa hiyo hata ukiangalia hapo kwenye market, huu mstari wa blue ambao uko chini tunauita ni support, huu mstari wa juu ambao uko chini juu tunasema ni resistance. Maana yake soko liliposhindwa kwenye mstari wa juu halikuweza kupita, na huko kwa mstari wa chini halikuweza kupita. Sawa. Okay. Sasa na hapa nadhani ni picha nyingine tu nilikuwa nakuelekeza. Sawa, ni vile vile. Sasa ili uweze kujua kwamba kwamba hii ni support na hii ni resistance. Sawa. Kuna baadhi ya vitu vingi, si ndio? Sio tu ukiona soko limeshindwa kupita sehemu sasa useme kwamba hii ni support au hii ni resistance. Hapana. Tunaangalia baadhi ya vitu. Kwa mfano, kitu cha kwanza kabisa na cha muhimu, lazima kuwa kuna kitu kinaitwa multiple rejection. Maana yake limeshindwa kupita sehemu, si ndio, zaidi ya mara moja. Mfano nitakuonyesha mfano hapa. Mfano tukiangalia hapa, si ndio? Hapa limeshindwa kupita. Sawa, hii ni mara ya kwanza, si ndio? Na hapa limeshindwa kupita, si ndio? Hii ni mara ya pili, si ndio? Hii ndio tunaita multiple rejection kwa resistance. Na kwa support tunaangalia hapa chini alikuweza kupita na hapa alikuweza kupita, maana yake zimefikia mbili, si ndio? Same mbili, multiple rejection. Sawa.
Haya. Yaani na hii ndio condition muhimu. Naweza kwa mfano ni kuonyesha hii ni ya kwenye chart, sawa. Kwenye chart tunaweza tukaona, si ndio? Hapa soko aliweza kupita na hapa soko aliweza yani kupapita na hapa na hapa na hapa. Kwa hiyo ndio inaitwa multiple rejection. Yaani maana yake limefika sehemu ya juu, si ndio? Zaidi ya mara moja, lakini limeshindwa kupapita. Sawa, kwa upande wa juu. Vile vile na kwa upande wa chini lazima kitokee kitu kinaitwa multiple rejection. Yaani maana yake ilishindwa kupita sehemu hiyo mara mbili na kuendelea. Kama hapa chini hapa nimepachorea limeshindwa kupita, hapa limeshindwa kupita, hapa limeshindwa kupita na hapa limeshindwa kupita, si ndio? Yaani it means limeshindwa kupita mara 4, 1 2 3 4, si ndio? Ndio tunasema ni multiple rejection. Sawa. Sio tu mara moja tunasema ni support. Yaani ni must, lazima iwe ni kuanzia mara 2 na kuendelea. Hata hii unaweza ukaona vile vile multiple rejection hapa chini kwenye support na hapa juu kwenye resistance imetokea mara 2, mara 3. Sawa, you can see. Sasa kuna muda bwana support inaweza ikawa resistance, yani na resistance pia ikawa support. Yani it means inabadilika. Sawa. Sasa mfano unapoangalia, ngoja nikuonyeshe hapa kwenye picha nzuri. Sawa. Sawa. Ukiangalia hapo kwenye mfano, si ndio? Hii ya kwanza ilikuwa ni resistance, si ndio? Hii hapa. Yaani huu mstari huu ambao nimeuchorea, si ndio? Huu hapo ulikuwa ni resistance. Maana yake market ilifika hapa juu, si ndio? Haikupita. Hapa juu pia haikupita. Yaani hizi sehemu mbili. Niziwekee mishale. Hizi hapa, hii sehemu ya kwanza na hii sehemu ya pili. Sawa, hii ndio tunaita multiple rejection. Sawa. Yeah. Maana yake huu mstari wa kwanza ulikuwa ni nini? Resistance. Huu mstari wa juu huu hapa, si ndio? Ulikuwa ni resistance. Lakini baada ya soko ku break out hilo eneo, si ndio? Huu mstari ukageuka kuwa nini? Support. Sawa. Ndio maana tukija hapa huu hapa, si ndio? Yaani it means hapo ilikuwa ni resistance, si ndio? Hapo umekuwa ni support. Kwa hiyo kwenye hii situation, yaani it means support inaweza ikawa resistance na resistance pia inaweza ikawa nini? Support. Sasa huu ni mfano wa kwenye soko kabisa la uhalisia, si ndio? Tunavyoangalia huu mstari mweupe, yani huu mweupe ambao uko chini huu hapa. Huu. Sawa. Huu mstari unavyoangalia, yani kwa hapa, si ndio? Hii ilikuwa ni support kwa hapa. Sawa, ilikuwa ni support. Lakini soko lika break out, si ndio? Maana yake kwa huku yani kwa hapa ilikuwa ni hapa hivi. Yani kwa hapa ilikuwa ni resistance, si ndio? Sawa. Baada ya soko ku break out hapa, si ndio? Yani huu mstari ukabadilika ukawa nini? Support kwa upande wa hapa hivi. Sawa. Kwa hiyo yani timizi huko nusu, si ndio? Yani sasa nikilikata hivi, yani kwa hivi kwa nusu kama hivi, si ndio? Nikiligawa ili market, si ndio? Huu mstari kwa upande wa huku, yani huku, si ndio? Huu unaitwa resistance, si ndio? Huu wa huku tunauita ni support. Sawa. Yani sasa kwa mantiki tunasema, yani tunasema resistance can change to support, lakini pia vice versa is true. Sawa. Yeah. Kwa mfano mzuri ni hapa hivi, ilikuwa ni support ikageuka ikawa resistance. Yeah. Na mfano mwingine mzuri ni huu hapa. Hii PDF nitapatia mwesome na muipitie. Hapa ilikuwa ni resistance kwenye mstari mwekundu, hapa chini ukageuka ukawa nini? Support. Kwa hiyo yani mara nyingi ndio inavyokuwa, soko lina break out linarudi pale kutesti, maana yake inakuwa ni support. Sawa. Na hii juu ni resistance. Na hapa pia nimewekea picha nyingine ili muone kiurahisi. Lakini pia jinsi ya kutambua yani support, si ndio? Kwa uhalisia nimesema lazima kuwe na kitu kinaitwa multiple rejection. Yani maana yake ligonge kwenye huo mstari, si ndio? Either ni wa support au ni wa resistance, si ndio? Zaidi ya mara moja. Yani kwa mfano hizi hapo unaweza kuziona hizi kendo nyekundu. Hii ni mara ya yani ni mara ya kwanza, hii ni ya pili, hii ni ya tatu, hii ni ya nne. Yani hizi ambazo ni nyekundu kwa upande wa resistance hapo juu. Na huko chini kwa support unaweza kuona hii ni mara moja, hii ni mara mbili, hii ni mara tatu. Yani kwa hiyo ni lazima guse kwenye line. Yani ni zaidi ya mara moja, si ndio tunaita multiple rejection. Sawa. Hata hapa hivi, yani hapa juu nimepawekea viduara hapo. Yani hivi hapo sasa vinaonekana.
viduara duara nimeviweka hapo juu, unaweza ukaviona. Hiki hapa cha kwanza, hiki cha pili, na hivi hapa cha tatu na cha nne. Maana yake ndio tunaita yani ni nani, resistance ya uhalisia, kwa sababu yani kuna kitu kinaitwa multiple rejection. Sasa kwenye na hapa chini unaweza ukaona ni vile vile. Sasa hata hii hapa hii na yenyewe imeonyesha kitu kinaitwa multiple rejection. Kama hapa hii ni mara ya kwanza, hii ni mara ya pili. Sawa. Na huku juu ni mara ya kwanza, hii ni mara ya pili. Sawa. Maana yake hii ndio clear support and resistance. Sawa. Hii ni picha nyingine inayoonyesha support can turn to resistance. Hapa ilikuwa ni huu mstari huu, si ndio? Huu mstari kwa hapo ulikuwa yani ulikuwa unaonyesha resistance. Lakini unapokuja hapa yani umeonyesha nini? Support. Sawa. Itimizi ni mstari mmoja. Sawa. Yani kwa nusu upande umekuwa ni resistance, nusu upande sawa ni support. Na kwenye kufanya trading, yani kwa mtu ambaye unaanza forex, kitu cha kwanza kabisa cha muhimu cha ukijua ni support na resistance. Ndio viko vitu vingi sawa. Lakini ukiwa unaanza trading sawa, kwa ushauri wangu kabisa, si ndio? Anza kutumia support na resistance sawa. Ukisha master, anza kufanya trending market, kwa mfano kutumia yani hizi nani, pullback, breakout sawa, na vitu kama hivyo. Lakini kwa leo tumesoma support and resistance. Najua kuna watu mnaniuliza maswali kwamba jamani, support ndio hiyo sawa. Sasa support ndio sasa, je, kwenye market tunaitumiaje? Nimesema next week tunaanza kusoma yani kwenye real market sawa. Yani timizi hizo application tunazipeleka kwenye soko la uhalisia. Kama ni support tunaingia nayo kwenye trading sawa. Kama ni trending, kama ni resistance, kama ni ranging market, vyote tunaenda nayo. Kwa hiyo kwa upande wa kesho mjiandae, tunasoma most powerful candlestick. Yani timizi tutasoma candlestick tuzijue sawa. Baada ya kujua candlestick sawa, tutasoma kitu kingine kinaitwa chart pattern na candlestick pattern. Baada ya hapo ndo tutaanza sasa kufanya kwenye market za uhalisia. Ila nitaongezea vitu vingine vichache kama demand and supply pamoja na order blocks sawa. Baada ya hapo tutaanza kufanya analysis. Nadhani kuanzia wiki ijayo tunaanza kufanya uchambuzi kabisa ni wa soko, lakini kwa sasa hivi tupitie support na resistance. Kesho tutapitia candlestick za kawaida. Kesho kutwa utasoma candlestick pattern na chart pattern, lakini pia nitaongezea vitu vingine viwili, demand and supply pamoja na order block. Baada ya hapo utaanza kufanya analysis ya kwenye market kabisa ya uhalisia. Nadhani kuanzia Jumatatu ya next week tunaanza analysis ya kwenye market. Ila hii wiki tusome tuweze kwanza concept za muhimu tuzijue. Asanteni na watakia siku njema. Mungu awabariki, mwe na usiku mwema.